Hello everyone, this is Kisokoja katika kisiwa cha sheria. Na leo uliza, je, foreigners, watu ambao sio wa Kenya wanaweza kumiliki shamba hapa Kenya? Kwa ufupi kabisa ni kwamba wanaweza kumiliki shamba, isipokuwa wako na restriction kwamba wanaweza kumiliki shamba ya leasehold tenure. Kuna aina mbili za kumiliki shamba ambao tuna freehold na leasehold. Freehold ni kumiliki shamba kwa muda wa maisha yako mpaka utakapofariki, ambapo shamba ile sasa itakuwa inaenda kwa wale ambao kwamba wanafaa kurithi. Na leasehold, katiba imesema unaweza kumiliki shamba kwa muda, ambapo sasa imesema kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 99. Kwa hiyo watu ambao sio wa Kenya, ukiangalia katika kifungu cha 65 cha katiba, kimewalimit foreigners waweze kumiliki shamba katika leasehold tenure peke yao. Kwa hiyo ukiona title deed ambayo kwamba imeandikwa jina ambayo kwamba si Mkenya na amepatiwa freehold title deed, hiyo sheria automatically itairigard hiyo title kwamba anayemiliki kwa miaka 99. Japokuwa hizi cases zipo, utapata kuna title deed mtu si foreigners na anayemiliki, but this is Kenya. So kuna mambo ambayo huwa yanafanyika, watu wanakuwa misadvised. Unapata mtu unapata foreigner ameunda kampuni ili aweze kumiliki shamba. Kampuni ambayo kwamba iko na even a single member or shareholder ambaye kwamba sio citizen, hiyo tayari za foreign company na kisheria haifai kumiliki shamba. Wengine wao wanakuwa na marafiki ambao kwamba ni wa Kenya, kwa hiyo wanaambiwa kwamba wao ndio wanakuwa shareholders, then unapata title deed inaandikwa katika jina la kampuni hilo, alafu wao wanaenda wanafanya mkataba kando, wanaita trust agreement, kwamba ile wao wanamiliki shamba kikaratasi, lakini wanaandikishana kwamba the legal ownership, the true legal ownership ni ya yule mtu ambaye kwamba ni foreigners. Unajua agreement, it cannot supersede the constitution. Kwa hiyo ni vitu huwa ama ni makatafunua watu huwa wanafanya katika hali ya kutafuta riziki. Maana ukweli ni kwamba yule Mkenya ambaye kwamba ako na ile kampuni na title deed imeandikwa kwenye jina lake, anaweza fanya anavyotaka. Okay? Akiamua kuwapiga machanga la macho, anaweza kuwapiga, kwa sababu tulisema kwamba mtu ambaye kwamba jina lake liko katika title deed, yeye ndio registered owner. Kwa hiyo haya makatafunua sijui ya kuandika trust agreement ili tu watu ambao kwamba ni sio wa Kenya nao waweze kuwa na title deed, hii ni akili tu ya mjini, kwa sababu tunasema mjini ni akili. But mimi I will advise foreigners, kama wanataka kuinvest katika land, wafate tu sheria. Sheria imewaruhusu kabisa waweze kumiliki shamba katika leasehold title, kwa sababu pia unaruhusiwa kurenew ile lease. Kwani ni wangapi ambao tunaona kwamba wataweza kuishi zaidi ya miaka 99? That's a very long period of time. So just own your land in the leasehold tenure, ambao kwamba itakuwa miaka 99. Kama muda umefikia karibu, utaomba renewal ya hiyo lease. Haina haja uanze kujiingiza katika risky business ambao kwamba unaweza kupigwa makanda la macho. Hii ilikuwa ni yenu ndugu zangu foreigners, tukiwa tunazungumza masuala haya ya shamba katika kisiwa hichi cha sheria. Asante sana. Mungu awabariki.